Imam Shafi'i, kwa sababu wengi wanafuata madhhabi Imam Shafi'i. Na Imam Shafi'i si kwamba alitengeneza madhehebu yake kutokana na akili yake, bali kutokana na aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maulama wote walikuwa hivyo. Kutofautiana kwao ni kutofautiana kwa ufahamu peke yake. Aya ni moja, maana hadithi ni moja, huyu ameelewa hivi na yule mwingine akaelewa vingine. Lakini si kwamba huyu amekuja na mawazo yake, akili yake katika dini na yule mwingine amekuja na mambo yake katika dini. La. Mfano tu Mwenyezi Mungu anasema au la mastumun nisa, kwamba mke wako anakuharibia udhu. Mfano umetawadha mkagusana na mke wako, bahati mbaya udhu wako umeharibika, lazima utawadhe tena. Lakini katika madhehebu ya Imam mwingine nasema la, hapa makusudio Mwenyezi Mungu kwamba udhu unaharibika unapogusana kwa matamanio. Wewe na mke wako kusana matamanio, ndio udhu wako kwa nini unaharibika. Aya ni moja tu, au la mastumun nisa. Lakini huyu amefahamu kwamba unapogusana, Mwenyezi Mungu anasema kugusana udhu unaharibika. Huyu anasema Mwenyezi Mungu anakusudia kugusana kwa matamanio. Hasa ufahamu tu ndio wametofautiana katika, lakini wote lengo lao ni moja, na tutakuja kuelezea inshallah kuhusiana na swala mwanzo mpaka mwisho. Leo maudhui ya leo ni kuhusiana na ilmu, kwa sababu shule zimefunguliwa na madrasa nazo zimekufa. Shule zikifungwa madrasa zinapata nguvu, shule zikifunguliwa madrasa nazo zimeisha. Hivyo watoto wengine wanasoma madrasa shule mpaka shule zifungwe, ndio wanarudi madrasa. Shule zikifunguliwa madrasa ndio imeisha hivyo. Na wengine wanakuja labda leo akija kesho haji, mwingine anakuja 1 hour nusu saa, time madrasa hakuna tena. Tukasema leo maudhui ya leo hiyo ni maudhui kuhusiana na al-ilmu, elimu. Je, Uislamu umekuja kuzungumza nini kuhusiana na elimu ya dunia na akhira? Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kuna kukumbusha kidogo, tutakumbusha sasa baada ya swala.